wanaotoka katika Biblia ya ardhini wamejifunza nini, wanaelewa nini kuhusu Biblia ya ardhini. Naona vijana hapa wametoka vizuri, wako vizuri, hawana shaka, hawana shida aina yoyote. Kijana, tumsifu Yesu Kristo. Habari uzima? Safi. Naitwa Emmanuel Sensao, unaitwa nani? Naitwa Bruno. Bruno. Bruno kutoka parokia gani? Parokia Mtakatifu Gabriel. Gabriel iko sehemu gani? Mbagala. Mbagala, safi. Bwana Gabriel, umetoka kwenye Biblia ardhini? Ndio. Na kwenye Biblia ardhini kuna vitu vingi ambavyo unajifunza. Umejifunza nini kuhusu Biblia ardhini na unaelewa nini kuhusu Biblia ardhini? Nimeelewa kwamba Yesu alimfuata watu wote, waongo, wachoyo, waganga, wote walimfuata Yesu. Unaelewa kitu hicho tu. Basi naomba nikutakie siku njema. Asante sana. Wakati tuendelea kutembea, naona vijana wengine washuka huku taratibu. Nimekuwa dada amevaa nguo nyeusi, amependeza, safi kabisa. Dada, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Habari ya uzima? Salama. Naitwa Emmanuel Harrison Shao kutoka parokia Mtakatifu Teresia mtoto Yesu Viwege. Unaitwa nani? Mimi naitwa Anita. Anita kutoka parokia gani? Nasokea Kristo Mfalme. Kristo Mfalme. Dada Anita, tumekuja kwenye hija kubwa na nakuona umetoka kwenye Biblia ardhini. Ndio. Ndio, sawa. Umejifunza nini kwenye hii Biblia ardhini na unaelewa nini kuhusu la hija? Swala la hija naelewa kwamba ni sehemu ambapo watu wanafanya toba, mtu anakuja na changamoto zake labda na maombi yake. Yaani watu wengi tunakuwa na imani kwamba kupitia hija Mungu anasikiliza na anajibu kwa wakati, kwa haraka, kwa sababu utalia, utazungumza, utajiachia mbele zake, unakuwa na muda wa kutosha, unaongea hili, unaongea lile, unajitafakari. Yaani kuna namna vile unajisikia ndani yako kwamba kuna kitu. Kupitia mafunzo utakayoyasikia, labda kwa mfano leo tulikuwa na ibada, tulikuwa na somo, tulikuwa na semina, tumekuwa na njia msalaba kupitia mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Vyote hivyo yani vimetutafakarisha sana. Kwa hiyo mtu una imani kwamba kupitia hivyo kuna namna unajifunza, unaelewa maisha yetu ya kila siku na mambo mengine. Lakini pia kwa upande wa Biblia ardhini nimeipenda sana, nimeelewa kwa sababu kwanza unaelezewa, yani unaona kabisa, unasoma kwa mfano zile sehemu walizoandika vitabu mbalimbali katika Biblia, unasoma hiki, unasoma kile, unapata na maelezo yake. Kwa hiyo yani hata kama wewe niseme Biblia uielewe kwa undani kivile, kwa sababu sio kila mtu ni msomaji. Kuna wale ambao hawaingii deep sana, wachimbi sana. Kwa hiyo unasoma, unajifunza, unapata tafakari mbalimbali. Hivyo kwa kweli ni pazuri mno. Huku ni pazuri sana. Asante sana dada. Anasema ni pazuri mno. Ndugu mtazamaji, na wewe unapata nafasi ya kuja kutembea Pugu. Pugu ni kituo cha hija. Kuna Biblia ardhini, pia kuna mambo mengi ambayo yanaweza kukutafakarisha kiroho na kimwili. Asante sana dada. Asante, nashukuru. Ubarikiwe. Na wewe pia. Unakuja mara kwa mara Pugu? Asante. Wewe unakuja. Basi Mungu akakujaze kwenye maombi yako, akazidishe mara 100. Amina, na kwako pia. Amina sana dada. Amina. Huyo ni dada kutoka parokia ya Kristo Mfalme, anatufungia kipindi chetu kwa siku ya leo. Tumekuja huku kuwahoji watu jinsi kuhusu swala la hija na Biblia ya ardhini. Wanajifunza nini kuhusu Biblia ardhini? Wanaelewa nini kuhusu swala la hija? Hawa ni vijana wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ambao wamekutana siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2026, ikiwa ni hija hapa kituoni Pugu, parokia ya Mtakatifu Francisco wa Asizi. Mimi mtangazaji wako naitwa Emmanuel Harrison Shao kutoka parokia ya Mtakatifu Teresia mtoto Yesu Viwege. Mungu awabariki na akawalinde. Amina.